Mungu awabariki sana. Kwa kweli ratiba yenu ni nzuri na inafanya vijana waone uwepo wa Mungu mahali hapa. Mnisamehe sauti yangu haijakaa vizuri sana, lakini ni kutokana na maisha yetu tuliochagua wenyewe na ni kutokana na ratiba ambazo tumeamua wenyewe tuzifuate. Kwa hiyo sina wasiwasi, na muamini Mungu. Natamani nisungumze neno kabla sijaanza somo letu. Fungua kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 15. Naomba tuwe active na hawa watu mwe active sana. Samueli wa kwanza sura ya 15 mstari wa 22. Kabla sijaanza kusoma somo letu, kabla tusianza kusoma somo letu, lakini tujifunze kidogo, ni kupitisha sehemu ambayo itakufanya usikie kwa makini sana. Samueli wa kwanza sura ya 15 mstari wa 22. Nisikilize kwanza. Andika haraka lakini nisikilize sana, kwa sababu notice unaweza kuwa nazo nyingi sana ukaandika sana, lakini ukinisikiliza, na huwa napenda uniangalie, uniface. Ukiniface utaweza kunielewa, kwa sababu kuna wakati nitaongea kwa matendo ya viungo vyangu vya mwili. Ndivyo akili huaga inapokea hivyo. Kuna namna fulani ambayo akili ina capture mambo kwa kumwangalia mtu. Yaani hata kama kiulo unasema mtumishi alinyosha mkono hivi, alifanya hivi. Hata darasani wanafunzi wanaambiwa hivyo. Muangalie mwalimu anachokifanya. Uko kwenye mtihani unakumbuka kwamba mwalimu aligeukia upande huu wakati anafundisha, alisema kitu gani? Ukishakamata point tu, basi umefaulu mtihani. Kwa hata hapo unaweza kuwa kwenye jaribu unakumbuka yule kaka alisemaje, yule kijana mfupi hivi alisemaje, yule alikuwa anasema anaitwa Fikiri, alisemaje, alikuwa anafanya vitendo gani. Ukikumbuka kwamba alisema kamata sana neno la Mungu, basi alinyosha na hivi, basi inakukapcha kwamba neno la Mungu niliambiwa nikamate sana. Amen. Matesa sana. Shetani wengi mnafahamu kama shetani, na sisi sote tunamjua kama shetani. Hapendi watu wasikilize neno la Mungu, hapendi kabisa. Na ndio maana hata kama wewe unaweza kuwa umenunua Biblia yako ni mpya, lakini umenunua mwezi huu umesoma mara moja, na hapo wakati uko ibadani. Wengi wetu, sio wote, lakini kwa nini? Shetani anajua ukilisoma neno la Mungu utakuwa na uwezo wa kumshinda. Hatapata nafasi ya kukutumia wewe, bali wewe utapata nafasi ya kumwadhibu. Kile kitu huaga hapendi. Anaona anapoteza sana, anaona anaharibu. Kitu anachokifanya, anakupa ubize wa ratiba nyingi, anakuongezea majukumu mengi ili upate muda kidogo sana wa kusoma neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa mule pepo, tulia, mwachie kijana huyu. Pokea utulivu kwa jina la Yesu. Sema amen. Amen. Anakufanya ushindwe kuelewa, yaani ukose muda wa kusoma neno la Mungu. So unaweza ukawa umekuja ibadani, umefanya mambo mengi sana, tumeimba, tumefurahi, tumemtukuza Mungu. Ikifika kipindi cha neno, mtoto alikuwa alia anaanza kulia. Nini usisikilize neno la Mungu? Ninaingia hapa, umeshahamisha akili, iko nyumbani. Nimefika hapa, unaanza kukachunguza kakijana kaliko simama, hujakazoea, umemzoea Pastor Chisoro. So inakupa caption mbalimbali, picha, matukio mbalimbali, na kukumbusha nyumbani umepika nini, vitu vingi. Yaani wewe uko hapa lakini akili ipo nyumbani. Nini usisikilize neno la Mungu? Ana mbinu nyingi za kuharibu neno la Mungu. Hasa siku leo ninatamani, na ni shauku yangu kwamba utapokea neno la Mungu na litakuwa heri kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Samueli wa kwanza sura ya 15 mstari wa 22. Tusome wote kwa pamoja. 1, 2, 3. Naye Samueli akasema, Je, Bwana hatazipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu na kutii sauti ya Bwana? Kuna sauti ya Bwana, kuna kiulizo, sio hivyo? Alafu anasema, angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu na kusikia kuliko mafuta ya beberu. Turudie hapa. Angalia,
Pia kutii ni bora kuliko dhabihu. Basi mwambie jirani yako kutii ni bora kuliko dhabihu. Amekusikia vizuri? Mtikise kidogo tu. Mwambie kutii ni bora kuliko dhabihu. Tii neno la Mungu. Amen. Kama umekuja mahali hapa, kubali mabadiliko. Usibaki kama ulivyo. Changamoto kubwa kanisa linalopitia siku hizi, tumepokea watu ambao walikuwa ni wagonjwa tangu wanaokoka, wameingia kanisani kutibiwa, lakini madaktari wametibu lakini bado hapana, wataki kupona. Sasa sisi tukusaidie nini? Yaani tunategemea mgonjwa ukija hospitalini, madaktari wanapokupokea, umezidiwa siku ya kwanza, ya pili, wiki moja umepona, umeanza kutembea, unafanya shughuli zako. Lakini tumewapokea watu sisi madaktari, wachungaji akina Pastor Chisolo, wamepokea watu, wameingia kanisani na magonjwa, wameingia na mizigo mingi, lakini wamefundishwa, hawataki kubadilika. Ndio shida. Lakini leo tunaambiwa kutii ni bora kuliko nini? Dhabihu. Hatutaki tuendelee kuishi na wagonjwa kanisani. Yaani uliingia ni msengenyaji mpaka leo unasengenya. Yaani sasa hatari. Yaani uliingiaga, yaani wewe ni mchoyo mpaka leo ni mchoyo. Si ugonjwa huo. Yaani uliingia na changamoto. Wewe ulihubiriwa lakini wewe hutaki kuhubiri wengine. Si ugonjwa huo. Uliingia ni mwasherati lakini mpaka leo ni mwasherati. Si ugonjwa huo. Sisemi ni waasherati, ila kuna sehemu lazima utaguswa tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa somo langu alikuwa huko. Ninatamani upone. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiwe na ugonjwa. Tunakataa ugonjwa siku ya leo. Sema amen. Tunakataa magonjwa siku ya leo. Sema amen. Leo tutatoka tumepona. Sema amen. Haleluya. Somo letu linaitwa kuzaa matunda. Andika kuzaa matunda. Tutajifunza kwa habari ya kuzaa matunda. Siku hizi mtu unaweza kuwa umeanzisha biashara yako. Umeanzisha biashara ya kununua bajaji. Umenunua bodaboda. Utaanza na bodaboda moja au utaanza na bajaji moja. Lakini baada ya muda tunatamani bodaboda ziongezeke. Tunatamani bajaji ziongezeke. Kama ni magari makubwa fuso tunatamani yaongezeke pia. Umeanza na biashara ya genge, tunatamani ukue, ufungue duka. Umeanza na duka, umeweka chumvi na sukari, tunatamani tukute vitu vimeongezeka. Mahitaji yote ya nyumbani yanafanya nini? Yanapatikana. Lakini cha ajabu siku leo tuna washirika ambao walianza na genge, lakini mpaka leo hii wanaendelea na genge. Wanaona ni sifa kuendeleaga tu na genge. Ni sifa yani. Huyu ana genge miaka 5. Huyu mama genge lake limekaa kwa muda mrefu. Nimefika hapa chuo mwaka wa kwanza mpaka wa 3 namaliza na genge. Sasa kuna watu wana magenge kwenye mioyo yao. Kuna watu wana nini? Hawataki kuzaa matunda. Sio, unanielewa? Kuna watu hawataki kuzaa matunda. Sasa leo hayo magenge yanatoka kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunatoa magenge kwenye mioyo ya watu siku ya leo. Tunataka kumzalia Bwana matunda Bwana. Yaani siku hizi ukiambia vijana twende tukahubiri injili. Changamoto. Twende tukahubiri injili. Nimehudhuria semina fulani, mtumishi wa Mungu amekuja, ametolewa mbali kwa gharama. Amekuja kufundisha kanisa semina, amefundisha. Siku ya kwenda kushuhudia Jumamosi, wametokea watu 7. Walikuwa wengi wanazidi kupungua. Nini? Uinjilishaji watu hawapendi. Sasa utaishi mpaka lini bila kumzalia Mungu matunda? Eti mpendo, wewe ulishuhudiwa, wewe ulihubiriwa, aidha watu waliweka mkutano, ama ulisikia redioni, ama ulisikia mtu alikuja kukushuhudia, lakini wewe hutaki kutoa mguu kwenda kuwashuhudia wengine. Kwa nini ikae hivyo? Hebu niulize. Yesu Kristo aliacha washirika, aliacha wanafunzi. Hii tabia kusema mimi ni mshirika wa sehemu fulani imetoka wapi? Sisi ni wanafunzi wa Yesu Kristo. Ile hali tunajididimiza kwamba sisi ni washirika wa sehemu fulani.
inatufanya sisi tukae hapa hapa bila kuona nchi kwamba kuna watu wengine wanaohitaji kutoka kwetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima tuone kwamba sisi ni wanafunzi. Mwanafunzi sifa yake akifundishwa ana uwezo wa kuelewa, akielewa ana uwezo wa kumfundisha mwingine. Ndio kazi ambayo Yesu Kristo aliacha duniani. Hakusema sisi tukae tu tuwashirika hapa hapa. Leo tuko 100, ukija siku nyingine ni 100. Ili kanisa nategemea baada ya somo la leo tutaanza kuwaza kuvunja. Tuvunje twende huku ama tumtoe twende kule ama twende huku. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake hapa patajaa watu wataokoka kwa sababu watu wamemjua Kristo, wanataka kuzaa matunda. Esa uwe tayari ama uko tayari. Kama hutaki kuzaa matunda, njia ile pale, wewe uende, usinisikilize. Ila kama uko hapa lazima utazaa matunda. Yaani eza usikilize ama ukatae. Ukiwa hapa lazima utazaa matunda. Uwe na muda, usiwe na muda, lazima utazaa matunda. Amen. Twende kwa pamoja. Fungua kitabu cha Yohana sura ya 15 mstari wa 16. Naweza nikapata msomaji mzuri Yohana 15 mstari wa 16. Mungu akubariki. Biblia inasema, amen, si ninyi mlionichagua mimi. Anasemaje? Si ninyi mlionichagua mimi. Mnaweza mkanisikia kutamka wote? Si ninyi mlionichagua mimi. Tena? Si ninyi mlionichagua Bali? Bali ni mimi niliowachagua ninyi. Nami nikawaweka mwende mkazae matunda. Nikaweke mwende mkafanye nini? Mkazae matunda. Alafu yafanye nini? Na matunda yenu yapate kukaa. Ili kwamba lolote mwombalo Baba kwa jina langu awapeni. Ili lolote mwombalo Baba kwa jina langu. Sasa wewe unaombaga Baba akufanyie alafu uzae matunda. Unaomba tu Baba nifanyie alafu uzae matunda. Amesemaje? Principle iko hapa. Ili kwamba lolote mwombalo Baba kwa jina langu afanye nini? Awapeni. Kwa hiyo nimekuja na principle ya kuondoa ile hali ya kutokujibiwa maombi. Lazima uzae matunda ili Mungu atende kwako. Lazima uzae matunda ili Mungu akufanyie kitu. Lazima ukubali kutoka na kuzaa matunda. Haya sio matunda aliyosema katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1:28 ya kwamba mkazae mkaongezeke. Hapana, haya ni matunda ya rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Matunda ya rohoni ndio tunayozungumza hapa. Alafu anasema, si ninyi mlionichagua mimi, tumeokolewa ni kwa neema. Usije ukasema mimi nimeokolewa ni kwa sababu mimi ni mchanja sana, ama mimi nikuta baba yangu ameokoka. Elaso, umezaliwa katika nyumba ya kichungaji. Isikupe guidance ya kwamba wewe hujaokoka ama wewe ulipata neema ya ajabu. Sisi wote ni sawa. Esa ulishuhudiwa au mlifanya nini? Alikuchagua. Maana yake uko tumboni anakujua. Si ndivyo? Kama anakujua anakusudi na wewe. Anasema si ninyi mliofanya nini? Mlionichagua, bali ni mimi nimefanya nini? Nimewachagua. Maana yake ametuchagua, ametupa upendeleo, ametupa neema sisi, ametuchagua. Sasa kama ametuchagua sisi, anasema nami nikaweka. Ametuweka sisi katika dunia hii, sisi ni mabalozi wake. Sawa sawa na jinsi Tanzania inatuma mtu akamwakilisha Marekani, anasimama kama ni ambassador, ni balozi. Bwana Yesu asifiwe. Sema mimi ni balozi. Wewe ni balozi wa Yesu. Wewe ni balozi wa Yesu. Hasa amekuweka hapa kwa sababu amekuzaa, amekuita. Sasa amekwambia principle, mkazae matunda. Principle, ukazae matunda. Yaani kuwa na uhai mpaka leo kusudi uzae nini? Matunda. Bila hivyo basi ufe, uondoke. Wapendwa, mnanielewa? Huko nyuma kuna kuaga na watu wanasinziaga vizuri sana huko. Vijana waiti mko vizuri. Leo mtazaa matunda. Yaani mkitoka hapa mnaenda kuzaa matunda. Amen. Itikieni basi amen. Ametuweka ili tukazae matunda. Hakuna principle nyingine. Ametuweka tukazae matunda. Ili uzae matunda kuna vitu utajizuia. Kuna vitu vitakupata kuvifuata ili uzae matunda. Lakini nakwambia hauzai matunda kwa sababu una viulizo.
una viulizo vingi. Ndio maana hata tukikwambia ukazae matunda ni sawa tunakupigia kelele, lakini siku ya leo tutapruni hivyo viulizo, utabaki safi na utaenda kuzaa matunda. Amen. Tunakata matawi yale yasiyozaa leo, utabaki yale matawi yanayozaa na unaenda kuzaa vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Vile vizambi vinavyokuzinga kwa wepesi leo vitaachia ili ukazae matunda. Maana mwingine anaogopa kuzaa matunda kwa sababu watu anaoishi nao kwa ukaribu wanamjua kwamba ni mlokole wa mchongo. Kama anakujua wewe ni wa mchongo, utamhubiria aje mtu? Niambie, ipo kazi kubwa kumhubiria rafiki anayekujua tabia zako, anajua mnakula naye rushwa kazini. Kaenda mara moja, kila mmoja akarudi na huyu, akarudi na huyu, tukarudi. Tuko ngapi? Ngapi? Hii siku ya Jumamosi ya siku moja katika mwezi. Napiga kwa levu ya mwezi mzima. Yaani mwezi mzima ulete mshirika huyu mmoja hapa. Tena tunatengeneza mwezi mwingine wa pili. Tunaenda mara moja. Tunarudi na wangapi tena? 150. Kwa 300 pale tunakuwa na 400 na ngapi? Na 50. Hapa kanisa panatosha. Tutaweka wapi? Akili ya kuweka anajua mwenye madhabahu. Ila wewe fanya kazi yako. Yaani kila siku unakuja kanisani peke yako. Hata jirani wako wa chumba cha pili hujawahi kumkaribisha ibada. Afu tunatamani eti Mungu atuonekanie kwa makubwa. Tunakuja hapa. Unajua mimi bwana ni mtumishi wa Mungu. Natamani Mungu anaonekanie kwenye vitu vyangu ninavyovifanya. Mungu azidishe biashara zangu, anibariki kwenye masomo yangu. Tunakuja hapa tunashuhudia Mungu anatenda kwangu, natamani anizidishe tena. Akuzidishe kwanza, zaa matunda. Principle ya kuzaa matunda, unapata favor. Ukawahubirie watu wamjue Kristo. Ukawahubirie watu wakae ndani ya Kristo. Wakishakaa ndani ya Kristo, hayo matunda yakikaa kwako ni faida. Wewe kwa nini mchungaji Chisolo ana haki ya kula sadaka yako? Kwa nini ana haki? Amekuzaa wewe. Kuna wakati utazaa watoto watakwambia na kutumia 2000 baba. Utapokea, utakula. Faida za matunda hizo. Hatutegemei hivyo, ni zaidi sana rohoni kuna imarishwa. Wewe unahesabiwa unachenga. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanaanza kusema kwa kweli naenda kuzaa matunda? Wangapi? Wengine bado hajaelewa bado, basi tupige kingine. Wengine naona bado. Hebu twende tena.